sana kumuona. Huyu alitufanyia kazi hapa Nyamira. Mpigie makofi. Na our county commissioner na wageni wote ambao ni waalikwa, amjambo. Awasikiwa mitumu wao. Nyoro kianga sana wagona makaribishwa ya asante sana. Mgeni wetu wa heshima, kwanza nachukua fursa hii, nafasi hii kwa heshima kukukaribisha hapa katika constituency yetu na vile vile katika county yetu ya Nyamira. Tumefurahia sana kwa kufika hapa mkiwa umeandamana na PS na hiyo team ambao wamefika hapa katika siku ya leo. Waswahili wanasema mgeni njoo. Kwa hivyo sisi tunafurahia sana. Na vile vile niseme nimefurahia kwa sababu ya hii nakala ambayo imeandikwa na wale machairman 10 ambao wakakaa na wakasema haya ndio zile shida ambazo zinatukumba sisi kama wakulima wa kahawa katika eneo la Nyamira County. Kwa hivyo tumefurahia. Lakini kuna moja hapa nimesikia imesomwa na nikasikia ni kama kuna taswishi kidogo. Kwa sababu mnajua kama waziri amefika hapa na mnajua hiyo ndio government ambaye tuliichagua, ni lazima tuwaelezee mahali kuna shida kidogo, si ndio hivyo? Kwa sababu kama kuna mahali tunaweza tukapata utajiri ili tufundishe watoto wetu ni katika ukulima, ama sio hivyo? Kwa hivyo tumekuwa na shida bwana waziri kwa sababu ya hii mambo ya kofi kidogo, na ndio kwa sababu hawa wameandika hii memorandum ambao wamekupatia. Kuna hii kitu number 5, rejection of the DSS proposal. Ile ati ni lazima kwanza turudi huko mahali tulikuwa. Hiyo ndio nimesikia wakati wameisoma ni kama wameikataa. Ni ukweli ama ni uongo? We are going digital. The government of Kenya Kwanza inasema kila kitu including all the procurement ni lazima sasa tuende kwa mtandao. We are also insisting even in the government ni lazima tuwe na account moja, one single treasury account mahali kila kitu inapitia, so that we can have transparency and accountability. Ni kweli ama ni uongo? Kwa hivyo hii tutapiga reverse. Hiyo ndio maombi bwana, najua umefanya kazi. He was actually one of the best governors when he served in the county government of Kakamega, because ile kazi ambayo alifanya, na ndio kwa sababu rais alimpatia hiyo cheo, ni kwa sababu ya ile experience. Ndio bwana wasikawami. Kwa hivyo hii bwana waziri, tutaweka X, utaenda uiangalie uweke X, kwa sababu wananchi wa Nyamira wamekataa. Wasema ndio hivyo. Najua nasema hivyo kwa sababu naelewa sana. Kofi ndio imetufundisha. Kofi ndio imefundisha watu wetu. Na kama kuna maafa yamefanyika katika hii constituency yetu, mnajua ni mambo ya kofi, si ndio hivyo? Watu wengi watchmen kwa sababu wanajua hii kofi iko na pesa. We have also a problem of brokers ambao wanaumiza watu wetu, kwa sababu saa zingine yule mkulima mdogo hawezi akafika kwa soko ama hawezi akaenda kutengeza kahawa yake. Kwa hivyo there are so many small things we need to fix, and I'm so happy the governor is here. He'll be able to take up. He has a minister, he has a whole ministry, so that they can attend to some of these problems, so that wakati tumerefine hiyo process we are able to benefit. Mnajua government ya Kenya Kwanza saizi kofi kwa kilo moja ambao tulikuwa tunalipwa 50, saizi inafika karibu 120 150. Mtuiwana ndio na policy message. Kwa hivyo hizo ndio vitu ambazo tunastahili kufanya. Elinde tonyora matunda yebigalibito. Kwa hivyo that's why waziri ako hapa na KPC yuko hapa, wamekuja ili tuweze kufundishwa vile tutapata ile utajiri ambao tunastahili kupata. So wakati huu nitaambia our speaker huyu mheshimiwa Thaddeus Jabaro akuje
wale ma MCAs wako hapa.